ili pia tuokoe muda. Si hapo ni sawa? Tafadhali kama umekuja na kumsindikisha Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, isipokuwa hawa waheshimiwa wameketi hapo mbele, simama tu ili niweze kukurecognize. Simama, just stand. I want you to stand. Alafu nikitaja jina lako, ningependa tu uwe alafu tutosheke tu kwa sababu ya muda. Viongozi wetu wakizungumza sisi tutakuwa sawa sawa. Si hapo ni kweli? Nataka tu munisaidie. Tunaye Mheshimiwa Diana Kapi, alikuwa MCA Nairobi. Wewe kwa wananchi pigeni makofi. Tunaye Madam Joyce Wangoi kutoka Laikipia, makofi kwake. Tunaye Kamau Mbio, asante sana Kamau Mbio. Tunaye Roda Mumo kutoka Nairobi, nakuja kwenyu. Tunaye Joshua Mumo pia kutoka Nairobi. Tunaye Richard Nzomo kutoka Nairobi. Tunaye Magiji kutoka Laikipia, tumpigie makofi. Vile vile tunaye Emily Wanjira na dada yake, tuwapigie makofi. Your Excellency, huyo ndio cousin ya Boniface Kariuki ambaye mheshimiwa ambaye Bishop Ben anasema tulienda kumsindikiza. Vile vile tunaye Simon Kerema, nimeambiwa anaomba kiti ya MP hapa Kasarani. Simon Kerema anafikiri ame step out kidogo. Tunaye Job Ongera kutoka Kasarani hapa tu, asante sana. Alafu vile vile tunaye James Kariuki. Mheshimiwa, wewe utazungumza, nipe tu muda kidogo mheshimiwa, you're the host, just a short while. Mheshimiwa Catherine Che ako hapa, pigeni makofi. Oni MCA kule Machakos. Tunaye Mheshimiwa Anastasia, tunamuita Big Sister, makofi kwake. Na vile vile kufikia hapo nataka tu nimtambue pia Weston Njiro ambaye anaomba kiti ya MCA hapa. Tunaye Mheshimiwa Kaende, ni Deputy Majority Leader Nairobi County, ni MCA wa laini 7. Asante sana mheshimiwa. Please nikumbushe jina lako, nafikiri page inapotea. Mheshimiwa Tabitha, asante sana. Moteru Kennedy Mwoka, asanteni sana. Si niliwaambia mimi sitachukua muda mrefu. Mnikubalie tu nimuite MCA wa hapa ili just for 2 minutes so that we just save time. Nitakuomba mheshimiwa we save time. Asante. Mkaribisheni mheshimiwa kwa makofi. Mheshimiwa karibu. God is good and all the time, and that is nature. Wow. Niseme mimi naitwa Karis, ndio MCA wa ward ya Ruai ward, ndio ward kubwa Nairobi ya 100 km squared. Na iko na population of over 650,000 people. So His Excellency, former Vice President, bwana former CS Omalo, waheshimiwa wengine, mmekaribishwa hapa Ruai. Na mtu mwingine yeyote hajatoka hapa amekaribishwa. Na mtakapokuwa mkienda, Mwenyezi Mungu awaongoze muende salama, msipatane na yale maovu. Mimi nitawachia hapo. Leo ndio siku yangu ya kwanza kuja hapa, lakini bibi yangu mimi mtuma akuje hapa na sioni reverend. Nimeleta mchango yangu, nimetuma 30,000. So asante na Mungu akubariki, na nitakuja wakati mwingine niweze kutoa hata kama ni lori 10 za mawe na tutakuwa pamoja. Asante. Mheshimiwa, nitakuomba tu ukimaliza kumsalimia reverend upitie pale uweke register. Mheshimiwa, kabla hujaketi pitia pale uweke register, muonyeshe hiyo ujumbe yako. Mimi sitaki nichukue muda mrefu. Reverend Maina wa OTC, kwa niaba wale wote ambao wamekuja na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tunatambua mafuta yako, tunatambua huduma yako, na ndio sababu tulikuwa tumekuja kuhakikisha kwamba pia sisi tumeweza kumega huu mkate ambao umegawa hapa siku ya leo. Kwa hivyo I would like to go to the next level. Nitamkaribisha Mheshimiwa Gideon Muliungi kwa sababu he is the highest ranking kwa sasa, ili amkaribishe Mheshimiwa Munyaka, Mheshimiwa Dennis Waweru na vile vile wakili Ndegwa Njiro. Alafu kutoka hapo utamkaribisha Mheshimiwa Maanzo ambaye naye atamkaribisha Mheshimiwa Eugene, alafu kisha baadaye atuitie Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa hayo mengi machache, Mwenyezi Mungu awabariki na murori miagoku. May God bless.
God is good and all the time, and that is his nature. Kwa majina mimi naitwa Gideon Muliungi. Gideon Muliungi ni mjumbe wa huko Mwingi Central in Kitui County. Na nimeleta salamu kutoka huko. Umepokea? Na mimi pia ndiye National Treasurer wa chama ya Wiper. Kwa hivyo mimi nitachukua muda mfupi sana. Na nitaanza na wakili Njiro. Kuja hapa salimia. Asante sana kanisa ya Mungu, hamjambo. Ningependa kutoa pongezi zangu kwa Reverend Maina na hii kanisa na ile kazi umefanya, na kwa sababu muda hauturuhusu sana, mimi message yangu nitapatiana na kifungu moja tu ya wimbo. Itiria Israeli majiteto memekwate yale ama majitete mameraga tuinere inemboya wainakea kaiwanyu idiria mwareore mutukenye kai muto Babylon to sing the Lord's song. Wakauliza tutaweza kuimba wimbo wa Bwana namna gani kama tumeshikwa mateka? Na sisi wa Kenya tunajiuliza hivyo hivyo. Tutawezaje kumtukuza Bwana na matoleo yetu kama tumeshikwa mateka ya uchumi? Kweli si kweli? Tutawezaje kuimbia Bwana na kujenga kanisa la Bwana kama tumeshikwa mateka ya abduction? Kweli si kweli? Tutawezaje kuimba wimbo wa Bwana na kumtukuza Bwana kama corruption ya nchi imezidi? Tutawezaje kumtukuza Bwana kama mioyo yetu haijatulia? Ndiposa sisi lazima tumwangalie yule kiongozi tunayetaka kumchagua, vile Kengei amesema. The character of the president we are going to elect is paramount. The character of the president we are going to elect is paramount. Tuangalie tabia za yule rais tunayataka kumchagua, ili tusije siku nyingine tukachagua rais ambaye ana tabia kama hizi. Asante. Mheshimiwa Owero. Watu wa Mlima wameamua, na watu wa Mlima usipige siasa hapa. Hizi kura zote hizi ni zako wewe, enda utafute kura pale pengine. Sisi kazi ya Mlima tunangojea tu, tunafanya rehearsal. Turaugire tutigo support adumaro ragasiana sito neguo turaugire tutigo support adumare kate marai ya pesa cia muingi neguo tutarewithanirie. Kwa hivyo Your Excellency, usijali katika Mlima, hiyo kazi ya Mlima sisi tutafanya, na tunataka kukuhakikisha siasa yetu, individual interests of Mount Kenya politicians and parties will supersede the interests of the people of Mount Kenya and the entire country. And we are going to make sure hatutagawanya, na tunajua kuna watu wanajaribu kugawa watu wa Mount Kenya. Tunataka kuhakikishia hatutakubali. Ya mwisho, Daniel, unakumbuka tulikuwa pale
kunaitwa nini, mazishi. Unakumbuka mimi ndio nilikuwa mtu wa kwanza kusema mambo ya Gema. Unakumbuka? Nikasema sisi watu wa Mlima Kenya, ile A ilikuwa pale mwisho, ilikuwa ya nani? Wakamba. Na tukasema tutaunganisha watu wa Mount Kenya na watu wa Ukambani tuwe jamii moja. Na mimi nimefurahi sana mmetuunganisha. Lakini pia ukimaliza national, pia utuangalilie mambo ya Nairobi. Hatutaki kuhangaika tena. Utupange Nairobi ndio tuweze kupata serikali ambaye sio wakora katika kaunti ya Nairobi. Tukubaliana? Nimwezekanie nani? Asante sana na Mungu awabariki. Reverend, mimi najua sija support sana, lakini katika hiyo simu nitatuma 100,000 saa hii. Asante Mheshimiwa Munyaka kutoka Machakos. Because Kalonzo wako na kura ya Mount Kenya. Uloko. Wakati ulikuwa tunafika kura kukataa Gachagua kuvutwa na Kasongo. Sisi waheshimiwa wa Wiper wote tulisimama na Rigiji sote. Kwa hivyo mtarudisha mkono. Mtarudisha mkono 2027. Wale watarudisha, onyesha kwa mkono. Hapa ni one term ama ni two term? Ni one term ama ni two term? One term. Asante sana, Mungu awabariki. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Asante sana. Reverend Maina, rafiki yangu Bishop, sijui kama alienda ama bado yuko, maaskofu wetu, Wakristo wenzetu, Bwana asifiwe. Kwanza niseme hongera kwa Reverend Maina. Yale nimesikia hapa historia, kule umetoka ni mbali. Na wanasema ya kwamba umbali umetuleta, kweli wewe ni nani? Ebenezer. I think this is a true case ambayo unaona mkono wa Bwana kukutoa mbali, kutoka kule kwa hema kwa OTC uje paka hapa kwenye hekalu as beautiful as this. And I agree with the architect. Nimeona makanisa mengi hata kule Europa, sijawahi ona hekalu as beautiful as this. Ukifikiria sana kule OTC na hapa, nafikiri huu ni muujiza ama namna gani? Na the book of Isaiah 55 says, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. Sababu ukifikiria tu kibinadamu vile ingewezekana, unaona ingekuwa ni vigumu. Ndio sababu tunaona ni kama muujiza. And we are very happy to be here with His Excellency Kalonzo Musyoka, kuja kusherekea nanyi na kusema hongera Reverend, hongera to this congregation kufika hapa. So we are happy to be here today. Lakini kile kimenifurahisha sana ni kwamba hatujakuja tu kuwa nanyi, lakini pia tumekuja kuwa mashahidi wa a great prophet. And today we've had a great prophecy. Rafiki yangu Dennis ameambia alisikia ule unabii ulikuweko hapo mbeleni even before COVID-19. And it came from this same prophet. Mimi nimekuwa waziri wa Uhuru na rafiki wa Uhuru sana. I can tell you today, kama kuna wakati tulipata a serious challenge kama taifa,
ilikuwa wakati wa COVID-19. Mataifa mengi hata kule ng'ambo were overwhelmed. Na kama tungemsikia huyu nabii hata kabla COVID haijakuja, I can tell you would have been better prepared to deal with that pandemic. Leo tumepata unabii, na huu nabii unakuja kama bado tuna mwaka moja na miezi karibu 11 kufikia ile tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2027. Si tumepata unabii? Tusimpuuze tena unabii huu. Tuanze tarehe 29 Jumatatu hii ijayo, IEBC wanaanza kuanzisha ile continuous voter registration. Kwa hii kanisa kuna majenzi. Majenzi mpo? Tunataka tuombe sana kupitia kwa Reverend Maina ya kwamba kuanzia tarehe 29 Jumatatu ijayo, kama uko kwa hii kanisa haujachukua ID, haujachukua kura, una nafasi nzuri sana kutimiza unabii ambao tumeusikia kutoka kwa Reverend Maina, ambao unaonyesha wazi ya kwamba kwa historia ya Kenya kwa miaka 60 tunaenda kuwa na rais wa kwanza anayeenda kuwa one term. Na msiambiwe haiwezekani. Do not think this is an impossibility. Do not think that this great prophet ameprophesy mambo hayawezekani. Wiki hii imekwisha, imewezekana kule Malawi. Rais Chakwera ameshindwa na Rais Mutharika. Na wale wa Malawi wamesema ile Chakweranomics failed them the way Rutonomics has failed Kenya. Uchumi Rutonomics has failed. Wakenya wanalia. Ama ninyi mko sawa huko? Unaumia kama Wakenya wengine? Hiyo ndio ilifanya watu Malawi waseme bwana Chakwera ni one. Na sio tu hapa Malawi, imefanyika Botswana juzi. Rais Masisi-nomics failed the people of Botswana the way Rutonomics has failed the people of Kenya. Botswana juzi wamesema one term. Na sio huko tu, Ghana. Ukienda hapa Liberia, George where nomics failed like Rutonomics, akaenda nyumbani na one term. Nigeria, Goodluck Jonathan ameenda na one term. So tukisikia a great prophecy from a great prophet ambaye tuko naye hapa, msipuuze. Inawezekana, haiwezekani? Mhubiri alisema inawezekana. Hiyo ilikuwa ndio ile clarion call yetu ya Azimio, kabla wengine hawajatutoroka vile Bishop Ben alisema. Si mnajua kuna wengine walituhepa, Azimio ikazimia. Sasa tuko tunaunda muungano mpya ambayo inaenda kuunda serikali mpya, na mkiona Wamalwa na Kalonzo hapa, tunaleta salamu za Rigiji na Karua. Tuko timu kubwa sana. Mjue ya kwamba serikali mpya kupitia muungano huu mpya iko inaundwa, and we need your support for this prophecy to come true. We need registration to take place, na tunawaomba mtokeze na tuweze kukamilisha hii safari. Kama mnataka umwagikaji wa damu ukome Kenya, vile watoto wa Gen Z wameuawa, lazima muangalie rais asiye na doa la damu mikononi mwake. Kama mnataka ufisadi ukwishe Kenya, lazima muangalie rais asiye na doa la ufisadi, any scandal kwa record yake as a public servant of the Republic of Kenya. Kama mnataka wizi, uporaji wa mali ya umma ukwishe, muangalie rais asiye mwizi ama asiye na rekodi ya wizi amefikishwa kwenye mahakama kama ameiba. Wengi mnajua ya kwamba mwenzetu alikuwa na kesi ya Kenya Pipeline ya wizi. Ardhi, Gom Forest ameuzia Kenya Pipeline, alishikwa na hiyo kesi. Hivi sasa ako anauza Kenya Pipeline yenyewe, ako anaiuza.
So tunataka hii kura inayokuja mjue ya kwamba integrity will be on the ballot. We must have a God-fearing leader who has a clean record, asiye na damu mikononi mwake, ama ufisadi, ama wizi, ama ukabila. Na anaweza kuwa nanyi hapa siku ya leo hamuna habari. Sijui kama mna habari jamani. Mtuombee, sisi tuko tayari tutembee pamoja. Kanisa muli contribute greatly to this presidency. You prayed in this man. You have the power to pray him out. Alisimama kwa bega la kanisa akaingia. Lakini pia alisimama kwa bega la Mlima Kenya akaingia. So taomba tutembee pamoja. Nataka nipeane nafasi kwa Mheshimiwa Kalonzo aje wasalimu na niwaombe ya kwamba tuweze kutembea pamoja. Reverend Maina, thank you very much. Niliambiwa nikifika kwa kanisa lako maombi yako yanaenda direct mbinguni. Na ninaomba hawa maaskofu kabla tujaondoka hapa, ndugu yangu Kalonzo na timu yetu, tunaomba maombi yenu. Tutoke hapa na hatuwezi enda bila maombi yenu na bila mkono wa Bwana. Ili safari hii ikamilike, tuende tukomboe taifa letu la Kenya. Asante sana, Mungu awabariki. Your Excellency, karibu. Oh, we can hear that one. That's my friend Eze Ndungu. Who is playing that one? Asifiwe Bwana. Kabla sijazungumza matatu, kikundi hiki ambacho tumeandamana na sisi in fact when Apostle Maina OTC alikuja ofisi kutualika, hakusema tuje tukibeba chochote. Lakini nashukuru kwamba watumishi wa Bwana wenyewe wameanza, because you can't also walk kwa nyumba ya Bwana mikono mitupu. Si ni kweli? So mimi na wenzangu tumetoa shilingi 300,000. Tampatia nani? Maybe Mobea. Niende Mobea. That 200 is on the phone. Yeah, so that's 300. Nani hao wamekusanya? Kwanza yule ametoa mara mbili, ile Dennis. Dennis ametoa mara mbili. Umetoa sema hiyo ni yako kusindikiza. Yule mama Kapini pale, Diana na wengine. So 300,000 at least to celebrate.
brother Eugene ametoa salamu za ndugu yetu Rigiji, na jana tulikuwa Kiambu tulipomaliza kongamano la PLP na dada yetu Martha Wangari Karua. Tukaenda Kiambu, and I remember I saw the coordinator. Hebu kuja useme jambo kwa niaba ya Rigiji. Patie microphone, apeane salamu hiyo ya DCP. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mheshimiwa Makamu wa Rais, mabishop wetu pamoja na waheshimiwa, mheshimiwa wote pamoja na rafiki yangu hapa Dennis Wabelo na wale wengine na my best friend Tego Jiro. Mimi naitwa Sovinga. Kila mtu anapenda Ndega Jiro. Very good. Mimi naitwa Sovinga wa Bibiana. Mimi ndiye coordinator wa DCP hapa Kiambu. Na jana Kiambu ama tuko Nairobi ama tuko Kiambu na Nairobi. Tumeshikana hapa. Ya hapa ndio border, tumeshikana na Nairobi. Pahali mkubwa amekuwa hapa. Wewe Mheshimiwa Kalonzo umekuwa rafiki yetu, hasa watu wa Gatundu South miaka yote. Na jana ulitufurahisha sana wakati ulituongelesha pale Kiambu, na tunapenda sana ile kazi unafanya ya kusindikiza watu wetu wa Kikuyu wajue njia na mwelekeo. Niko na salamu kubwa ya Mheshimiwa Likiji Rigathi Gachagua ambaye ni rafiki kubwa ya Bishop, na anaongea sana mambo kuhusu na kuhusu hii familia na kuhusu hii watu wa Kikuyu. Kwa hivyo sisi tunaamini na tunajua ile njia mmeshika na ile njia mnaelekea. Nyinyi lazima mtupatie mwelekeo na serikali ambayo inakuja within 89 months to come. Anajua hesabu 89. Na hasa kitu kingine Bishop aliniita jana akanieleza, wewe Sovinga usikatae kuja. Unajua rais ni wawili. Rais yule atakuja ni either Honorable Kalonzo Musyoka ama Rigiji mwenyewe. Kwa hivyo ushujaa wetu utatoka kwa hawa watu wawili, na wale wengine wanakusanya mambo yetu. Kwa hivyo tunataka ujikakamue kabisa, ukae na sisi. Ukiangalia nyimbo zangu zote tumekuweka tangu tukiwa wajana pamoja na mwe wa Maru. Asante sana. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yote nisaidia hata kwa Kikuyu. Mountain Nimega. Kuja tu.
Thank you. Tena Bishop Ben sijui kama bado in the house. He is a big inspirational speaker. We appreciate the way God is. Nepalese ni watu not very tall, wanafanya kazi kwa nchi ambazo sio Nepal yenyewe, na mji mkubwa wao ni Kathmandu, karibu sana na India. Akatimuliwa mamlakani juzi after only 70 people lost their lives. Kenya hii tangu 2024 peke yake, na hata kabla ya kuangalia huko nyuma, ni watu wangapi wa Kenya wamemwaga damu kwa sababu ya siasa. Mtamoneza mkashangaa. Kwa hivyo we have to change it. We have to mean, na hiyo change lazima ianze kwa mafikira yetu. Sisi wenyewe tuanze kuchange. Niseme never again shall we hear, kwa mfano akisema 40 tribes against one tribe. It will never happen again. We all Kenyans. It cannot be kwamba you demonize a whole community in order to remain in power. Kanisa, hear me. Church, hear me. Hear me. You have to lead the way again. There was such a thing as a remnant of the church. Wakati watoto wa Israel walitekwa nyara, as Wakili is singing, how shall we sing the Lord song in a strange land? This is like a strange land, and yet it is our motherland. This is why, Prophet, I thank you for even highlighting the significance of our national flag, bendera yetu ya Kenya. Wakati basi inakojolewa, Wakenya wameanza kuamka. Watoto wachanga wanakojolea bendera, wanapulilia mbali, Wakenya wameamka. They are beginning to see, even if, biblically, you can define inchi kama inchi ya Libya specifically mentioned in the Bible. Mimi mwenyewe nilienda nikasoma inchi ya Cyprus. Mahali Paul alikutana na Bar-Jesus akamweka blind. There are countries like Cyprus specifically mentioned in the Bible. Libya, Ethiopia. Now Kenya is described as a land beyond the rivers of Ethiopia. It doesn't specifically mention Kenya. Lakini sasa we have become a nation. We had one of our brothers here akisema, I think it was Ben, Bishop Ben alienda Uingereza, anaona wale walichora bendera, walichora our own map ya Kenya. So we are within the community of nations a respected community.
called Kenya. So we have to guard our nationhood. And as we guard this nationhood, we are not going to guard community nationhood. It's a nation called Kenya. Nchi ambayo tunaipenda. Therefore tukiona bendera zetu hapa, we know that God is blessing this land. And thank you for the ministry of our brother Maina wa OTC. Rafiki yako mwingine, you don't have to stand. Me, I'm a human mortal man. A man of God cannot stand before me. So wewe utaketi mpaka nimalize nende zangu, alafu chukue mamlaka. That's why I'm saying where we have gone to kind of excesses, kama kusema hapa maneno ambayo sio ya biblical, utatuombea alafu Mungu atatusamehe. Kama sivyo, lazima tusamehe kila wakati. Kwa sababu tukisimama hapa, Kalonzo anasimama and you all stand, and we know this is a sanctuary named, and look at it, how beautiful it is. One of the most beautiful sanctuaries. And remember, the children of Israel were building the second temple, the first temple. Kumbuka David himself, because alimwaga damu, was not allowed to build the temple. It took his son Solomon to do so. Okay, hatutaki tena. Nyinyi sasa Muhammad, they were clever. Wakati walihama na dhahabu, walibeba vitu vingi. That is why when they are now building the temple, they were doing it like unto God. Remember David himself, Mungu ingawaje alikuwa nayo madhambi mengi, he was a man after God's own heart. So let us all create conditions where we love each other. Na lakini hata hivyo wakati mwingine wa mapambano ikiingia mambo ya siasa, because that is what it is. We will differ, we'll agree, but at the end of the day, this country must remain united. This is where all athletes wanatushinda sisi wanasiasa. Wakikimbia kule, unaona mtoto wa Kenya ndio ni Chebet, ni Faith Kipyegon, wanaleta dhahabu nyingi. Mtu mmoja wa Botswana relay walishinda. You know what the president of Botswana did? Wakati nchi ya Botswana alishinda relay, I don't know how many of you noticed, he declared a public holiday to honor those athletes. Kwetu hapa tunaona kuna jambo la kawaida, watoto wanakimbia, but they bring national pride, and we have to learn that lesson. Naomba nikome kwa kusema, man of God, we honor your work. You started humble. You know, it's biblical. When you are fasting and you wear magunia, people think you're mad, but that's what the children of Israel used to do. They, completely to kunyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu ndio ajibu maswali. When the nation repents, then God will hear. This is a time to repent. This is a time to repent. Mimi nimekuwa kwa mambo haya uongozi, kamsaidia mzee Kibaki for 5 years. Mzee Kibaki alipumzika akijua amewacha nchi timamu. Uchumi wa nchi ulikuwa umekuwa kiwango cha maana at 7% GDP. Lakini alipotoka siasa mbaya. Kumbuka hata mzee Moi one time alikuwa akisema siasa ni maisha. Siasa mbaya, maisha mbaya. We have now known what it means to have bad politics. Na sisi tutakuja tujaribu jinsi Mungu atatuwezesha. Nilikupa salamu za Maina Kamanda. Mheshimiwa Kamanda tulikuwa na is it yesterday? Yeah, yesterday morning. And pia ametuma salamu zake. Ni rafiki sana ya Prophet Maina wa OTC. So we are all looking up to this. And I can see a great future. This is just a beginning. This is a beginning, and you heard from the inspirational presentation by Bishop Ben. Tulienda na yeye kumzika mtoto Boniface Kariuki, ambaye relatives wao kina Emily wako hapa. I thought I saw Emily. She's still in the house. Yeah. Tulienda mpaka huko, and I remember Bishop Ben saying, nyinyi kama umekuja kumsindikiza kuzika mtoto huyu, nyinyi hamtaongea na kutoka, we had to go. Na huyo kijana alibebwa na vijana wenzake, akasindikizwa mahali pa kupumzika. This is painful.
very painful. You cannot compensate human life. And this is what the country has been going through. This is what I'm saying. Mamlaka ya uongozi ulioko yaliisha 25th of June mwaka jana. Because hakuna jambo moja wamewahi kutekeleza kwa yale mahitaji ya vijana Gen Z. Kwa hivyo watoke Jumatatu, wachukue kura, and then tuimarishe demokrasia yetu. And this country will look better. You know, although sometimes the Nigerians seem to overdo us, particularly in the evangelical world, it was prophesied that Kenya was going to become the springboard for the spread of the gospel of Jesus Christ across the African continent. Men and women, take up this challenge. Take up this challenge. And the great revival that will happen from the remnant of the church is going to change every heart of the Kenyan woman or man. And this country will never be the same again. Bwana Yesu asifiwe. Tutarudi tena tuangalie vile mnaendelea. Hapa ni mahali pazuri sana. Tumepanda mti pale mchunge. Tulipanda karibu na ukuta. Ukiona mizizi inasonga mbele utakuja tuhamishe. Hamtahamisha mwembe wangu. Nitakuja mimi nihamishe. Pengine utakuwa na matunda. Na tupande miti. And this is going to be the time for Kenya. Seeing these men of God, men in these costumes, I now know God is with us. Lakini sasa hii tusirudi nyuma, kila mtu aongee ukweli asinoe. Na jameni msiongwe kwenda Ikulu na kufanya Kibaki for the 5 years was in State House, got everybody pesa ikaingia kwa mfuko. Hakwenda akawapatia Ikulu, anawapatia njia, the best way, mpatie mwananchi doano aende akajitafutie samaki, na sio wewe kwenda